Kwaje bana, wanaita rais utanashati mkali wa pamba soko na hela toto la mama Pamela Lando, mambo yente toka serikali mtanashati kitongoji cha Masharobaro. Bana, unavyojua kila siku ya wiki lazima tukuletee mtanashati mtani interviews, na leo tuko Sidon Children's Home. Unavyocheki Zimmerman, tumekuja kupiga nao story, tuelewa watoto wanapitia kipi, ule ambaye ameweka hapa ni kipi anapitia, changamoto anazokumbana nazo, kilichompelekea yeye kuweka hii Children's Home hapa ni kipi, na zile changamoto ambazo yeye anapitia kila siku na watoto, ili muweze kuona kile watu wanapitia huko nje, aweze kupata msaada ama pia aweze kupata mtu ambaye anaweza kumsaidia katika malezi ya watoto. Bana, nifuate twende, au sio? Nilivyoahidi siku ya leo nikasema tutakuwa na mgeni, tuko ndani ya Sidon's Children's Home na tuko na mama yetu mlezi hapa. Tungependa kusikia kutoka kwake, atuambie jinsi hii foundation alianza, changamoto zile amepitia, masaibu ambayo amepitia, yale mambo anaweza taka kusaidika. So siku ya leo tutaweza kufahamu. Karibu mama, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Mama Lucy. Mimi ndiye mama wa Sidon, ama directors from Sidon Children's Home. Yeah. That's nice. So mom, tulikuwa tumekuja kukuuliza labda hii foundation umeanzisha lini, wakati upi? Okay, hii foundation nilianzisha kwa community. Nilianzia kwa community, nilikuwa nasaidia watoto yatima na vulnerable kutoka pale mashinani. Baadaye ikatoka hapo 2019 August nikaweka Children's Home. Yeah. Kutoka 2019 ndo wakati umeka Children's Home. Labda kufikia sasa idadi ya watoto wale uko nao ambao unaolea ni kama wangapi? Okay, kwa idadi ya watoto wale ambao niko nao, niko na watoto 20 nimesomesha. Wameshatoka, wengine wamemaliza colleges, wametoka. Na niko sasa saa hizi wenye niko nao hapa Children's Home ni watoto 40, both girls and boys, kuanzia miezi 6 mpaka miaka 17. Wow, hiyo ni changamoto ambayo watoto 40 sio mchezo kuwalea. Ni kazi ambayo ni ngumu na inahitaji mtu kujitolea kwa sana. Labda mama, unaweza tuelezea labda kwa wakati huu kutoka 2019 wakati umeolea hao watoto, changamoto zile umepitia, shida zile ambazo umepitia na ikakuwa inakupatia wakati mgumu hadi muda mwingine labda una feel naweza give up. Sababu sisi ni wanadamu, watu wanapitia changamoto mingi sana. Kwa jambo la kujitolea unapata mtu pia anakuwa na ule ugumu fulani anapitia. Je, unaweza tuelezea zile changamoto umepitia, zile ambazo zimekukwaza sana kama mama? Changamoto ziko mingi. Kitu ya kwanza, kuna wakati mwingine unapatanga hamna chakula ya kutosha na ni lazima ushughulike ndio upate chakula ya kutosha. Saa zingine kama hapa kwenye tumekaa ni kurent, unaweza saa zingine kuhangaika kwa ajili ya rent na unahitaji kulipa school fees. Hizo ni changamoto ambazo zinapitia. Tena kuna watu wengine nao wanakuja ni kama wasaidizi, wanataka kukusaidia, lakini wengine wanakuja kujifaidi katika hapa Children's Home. Sana sana kama hapa kwetu Sidon, kuna time tulikuwa tumepata sponsor, na huyo sponsor wakati tulimpata akakuja akaletwa na mtu na akakuja akasema atanunulia hawa watoto land. Na wakati alisema atawanunulia land, mwenye alikuwa amemleta ni yeye alijifaidi. Manake aliwekewa, tulikuja tukapewa 3,000,000 tununue land. Baadaye huyo mwenye alikuja naye akamwambia asiweke pesa kwa account yetu, na sisi tuko na account. Akachukua pesa akaweka kwa account yake. Kutoka mahali hapo hatujai muona tena. Hiyo ni changamoto nyingine moja. So na mambo kama hayo sio mazuri wakati unakuja kusaidia, sababu uwezi pewa pesa za watoto ukuje uwekewe kwa account halafu uende nazo. Hata heri angesema anataka 1,000,000 achukue moja, sisi tubaki na 2 tununulie watoto land. So changamoto hazikosangi. Wengine wanakuja, unapata watu wamekuja na chakula, badala wawachie chakula wanazipika zote. Unapata chakula imepikwa once, sasa hata za kesho hakuna. Unaona? Changamoto kama hizo. Unapata wakati mwingine unga ya ugali iko, lakini hakuna boga. Hizo ni changamoto. Mambo kama hayo.
So mama anatueleza changamoto zile zinapitia. Kuna kuwa na matapeli ambao kwamba wakati wanafika sehemu hii wanatafuta sponsor kupitia sehemu hii, wanapopewa pesa wanasepa na pesa, wanawaacha watoto wakiwa still kwa taabani, na hawa ni watoto ambao wamefiwa, wengine hawana wazazi, wengine hawaelewi wazazi wako wapi. Ni kitu ambacho kinasikitisha sana kuona, yani mtoto kimaskini akinyanyaswa na watu hapa nje. Alafu pia mama ametuambia changamoto kuhusu chakula. Ni vizuri pia watu ambao wako hapo nje mnaweza ona zile changamoto children's home watu wanapata sana. So ni vizuri pia muda mwingine ukiwa kwenye position ya kusaidia, unajitolea, unasaidia katika changamoto kama hizi. So mama, ningependa kuuliza swali jingine, labda serikali kwa upande wote imeweza kuwasaidia nyinyi ambao yani privately mko na zile orphanage zenye ni private, kuna jinsi serikali inawasaidia ama inawalinda? So tukirudi upande mwingine, serikali haisaidiangi children's home sana, sababu children's home ni mingi sana sana. Lakini kitu yenye serikali inatusaidianga upande mwingine, kuna ofisi unaweza kwenda usaidike kama birth certificate. Saa zingine kuna mtoto mnataka either alikuja na situation ya kusaidiwa hapa, akae kwa muda alafu arudi. Hii mambo kama hayo wanatusaidianga saa zingine, lakini upande wa pesa mambo kama hayo hakuna. Lakini usaidizi mwingine rahisi huwa tunaendanga na wanatuchukua vizuri. Okay. So serikali tuseme inawasaidia tu upande wa kupata documents halali za watoto. Exactly. Hivyo ndivyo wanatusaidia. Ukiwa halali umeka children's home yako na sio biashara umeweka, na uko na document zote za children's home, ukienda pale kwa ofisi zao hautasumbuliwa, utapata. Na labda niulize, kama serikali inawasaidia jinsi hiyo, kuna jinsi nyinyi kama watu ambao mna children's home mnaweza taka kusaidika zaidi kutoka kwa serikali, apart from zile kuwapatia valid documents, kuwapatia nini, kuna zile msaada mnaweza taka labda kutoka kwa serikali? Tunaweza taka kusaidiwa na serikali bado, sababu unaona serikali wakati unaonanga kunanyesha mvua, kuna chakula zinatolewangwa za kusaidia wale wadhiriwa. So hata children's home wanafaa wanatukumbuka na chakula, either hata kama ni mwaka kwa mwezi, kila mwezi tunapata chakula kutoka kwao, tunasaidiana. Sababu hata sisi hii kazi tunafanya bado ni ngumu, na sana kama mimi ile kazi yenye nafanya mara mingi ni yenye narudingi mfuko. Ni ile tu ninakumbukanga kwamba siku kuja biashara, ni kuja kusaidia watoto. Na kuna swali nilisahau kuuliza kidogo, samahani. Ni nini kilikupelekea sana, yani kikakupatia ule mvuto kutaka kuwa na children's home sana? So mimi ile kitu yenye ilinifuruta sana, mimi nilizaliwa na single mother na nililelewa na shosho yangu kuanzia nikiwa wa mwezi moja, so kumaanisha sikunyonya. Kutoka hapo lakini nilikosa kunyanya kwa ajili ya changamoto zenye mamangu alikuwa nazo, so alibidi akatuacha kwa shosho yetu akaenda. So venye alituacha tuligrow kwa shosho, na nilikuwa naona ile maisha tunapitia, tunakosa chakula, saa zingine tunashinda shule hatujakula tangu asubuhi mpaka jioni, so unapata tunakula once meal kwa mchana mzima. So hiyo kitu iliniweka changamoto, although sikuwa nafikiria ati kuna kitu inaitangwa children's home. Ukapata mpaka brother zangu wengine wakaacha shule kwa ajili ya kukosa chakula. Unaona mambo kama hayo. So venye niligrow nikakuwa mkubwa, ndiye nikakuja nikajua venye kunaendanga. Nikafikiria hata mimi, sababu sijawahi, kumbe kuna watoto wanakuanga na shida kama mimi. Mimi sikupata pad, nilikuwa natumianga vitu nonsense, na sikuwa na mzazi wa kuniambia padi inatumiwangwa hivi na vile, unaona. So sikupata mzazi wa kunielezea maisha iko hivi, ukitoka nje kuko hivi, msichana anakaanga hivi, na vijana wetu hawakupata mtu wa kuelekeza. So hiyo kitu ndiye ilinifanya nikafikiria na hiyo morali ya kuangalia watoto. Na sasa kutoka wakati nilipoanza kuangalia watoto, nilibeba ni kama watoto wangu. Ukikuja hapa kwetu Sidon, tunajitanga Sidon family, we are family. Na hiyo kitu ndiye ilinivuta, nikajua kumbe huku nje watoto wanakuwa na shida zenye nililelewa nazo. So ndiye nikachukua vulnerable, needy na toto orphan, na wote wakiwa mahali hapa wote wanakuanga equal.
That's so sad at the same time very inspiring kupata yani mtu ambaye ako pale nje anapitia changamoto kama hizo anapata kujifunza kwamba however much unaweza kuwa na mwanzo mbaya, ila huo mwanzo mbaya unaweza kupelekea kuwa na mafanikio makubwa katika maisha. Na mafanikio si kwamba upate pesa ama nini. Wakati unatouch maisha ya wale mayatima, watu ambao hawana makazi, inakuwa ni inspirational sana kwa generation za hapa nje. So mom, ningetaka kuuliza kwamba kufikia sasa hivi ni unapata wapi strength ya, sababu muda mwingine maisha yako labda uwezi commit on other things, inabidi ukae na hao watoto. So what keeps you moving? Ni nini na kufanya sana yani ukuwa na very strong, unakuwa na huo moyo wa kusaidia licha ya changamoto zote, unazidi tu kupambana kila siku? Kitu ya kwanza, mimi sikuja kutafuta pesa na watoto. Manake sisi venye maisha yangu Mungu mahali alikuwa amenifikisha, sio lazima ningekuja nitafute pesa na watoto. So ile nini yenye inafanyanga huwa ninajituma sana. Either niko na pesa ama sina pesa, naenda kwa soko ninakopa mboga, ninakopa nyanya na kitunguu, na ninakuja wakati nitapata pesa naenda kulipa. So unafanyanga hawa watoto ni kama wale wangu, hawawezi lala njaa, najituma. Kitu ya pili, mzee wangu huwa hata yeye anajituma sababu yeye hakuwa kwa hii kazi na hata yeye haongeangi sana, so yeye kwa sio wa hii mambo, lakini unapata sometimes Kenya ako naye ananisaidia. Kama sasa tuko na watoto 10 secondary school, tuko na watoto wa junior secondary 5 na hawa wengine. Lakini kuna watu wengine well-wishers wazuri, unapata maybe anakutumia 1,000, 5,000, 10,000. So kwa hiyo pesa tunagawana, tunalipa rent, tunalipa maji, tunalipa school fees, na unapata tunabakisha saa zingine ya kukula. Na jambo lingine nikaona sio vizuri kukaa hivi, nikatafuta kashamba eka moja. So hiyo shamba eka moja saa zingine tukipanda viazi inatusaidia. Na sasa tukipata well-wishers tunaweza shukuru sana, sababu tunaweza taka tununulia hawa watoto uwanja, tuwajengee nyumba mzuri, waache kulala hizi za mabati, na hata nikikufa niache children's home ya Sidon ikuwa imesimama, iko imara, isaidie watoto wengi, na mahali nitapumzika nitakuwa nasikia raha. Na mimi ndakuombea zaidi, Mungu atasaidia mam, hizo dreams uko nazo zitakuja kutimia. So labda unaweza waambia nini wale ambao wanatutazama, iwapo unaweza taka msaada, jinsi wanaweza kupata, jinsi wanaweza reach out, na pia tutakuwa tunashare contacts wale wanaweza taka kupigia simu, ila unaweza tuambia ni vipi wanaweza fika mahali hapa wenye wanataka kufika, na vile unaweza taka msaada wote. Okay, sisi tuko Zimmerman Car Wash Thika Road. Ukikuja na magari utapanda gari za Githurai 45, waambie wakushukishe Car Wash Thika Road. Ukitaka kutupigia simu ni utatumia hiyo namba yenye nitawapea na 0729 770 196 0729 770 196, na bado hiyo namba ndiye tunaitumianga. Kwa hiyo miaka 6 niko kwa children's home, tunaitumia hata M-Pesa, inakuja Ruse Muirore. Na ukitaka hata kusomesha mtoto mmoja ni sawa, ukitaka kutuwekea kwa account yetu, najua ukinipigia simu nitakupea account yetu. Na ukitaka kusomesha mtoto, mimi sichukuangi pesa ya school fees, utakuja nikupea account ya mtoto mwenye unataka kulipia, wewe unatuma pesa shule, mimi tu natakanga tu receipt peke yake. Yeye itaonyesha kwamba mama ako na uwazi hadi katika kazi yake anayofanya kulea watoto hawa. Na alafu mam, nina swali jingine ningependa kuuliza. Kuna muda umetuambia kwamba wakati serikali inawasaidia sana wakati wa kupata documents. So kuna wale watoto ambao wanakuja kama total orphans. Je, ukienda kuregister unaregister kwa majina gani? Au mnapataje ndo mpate hizo birth certificates, valid documents, inakuaje? So wakati mtoto anakuja mahali hapa huwa anatokanga kwa serikali. Sana sana wanatoka kwa children's officer, wanatoka police station, na wanatoka kwa chief. Huyo mtoto akikuja hapa lazima tufuatilie ametoka wapi, tutake kujua kama ako na familia ama ana. Ndio huyo mtoto kama ako na familia tunafuatanga, wale hawana familia kuwasaidia tunawapea watu wao, tunawaangalia wakiwa mahali pale. Lakini kama mtu ako na watu wao
na maybe ni uwezo hawana wa kusomesha ama wa kusaidia huyo mtoto ndiye asipate shida, hao ndio wanaletangwa children's home. So hapo ndio tunachukuanga documents za huyo mtoto. So wengi wao huwa tunawaregister na majina za kutoka kwa familia zao, na wale watoto wako hapa Sidon ni wale ambao hawana mahali pengine ya kuenda. Haya, kitu ingine, mtoto mwenye unaweza pea jina ni mtoto wa kutupwa, naye lazima akae kuna ile time yenye mnapewango akae ndio tujue mzazi wake ni nani ama alitupwa aje. So kama hakuna complaint, watoto kama hao ndio sasa tunawapeanga majina, lakini katika sheria hujaruhusiwa kumpea jina yako. Ukipenda pale ukiwa na barua za serikali za vile mtoto huyo alikuja, hata kama ni wa kutupwa, ukamchukua, kuna zile document unaandikiwango na serikali vile alipotea na vile alitupwa, unaendanga unamwandikisha majina mawili peke yake. Na hiyo inatufunza zaidi kitu ambacho mimi personally sikuwa najua. Swali jingine tulikuwa kwenye con people, mtu anakuja anakuja, kwa mfano sisi jinsi tulivyokuja, tuende upate mtu anataka ku reach out, lakini tunamwambia apitie kwetu. Hiyo pesa akikupa ama yule msaada akitaka kukupa, tunasema upitie kwetu. Je, hiyo changamoto ambayo umepitia kwa sasa, unaweza taka mtu akitaka kusaidia apitie kwa njia gani ambayo yenye inaeleweka, yenye ambayo wewe utapata hiyo faida ya kusaidia hao watoto kutoka kwa msaada wake ambayo unataka kupatia? Okay, kitu ya kwanza nataka kuwafahamisha, si kuja kufanya biashara. Na ndio mali yangu yote huwa napeanga hawa watoto. So ukitaka kutufikia na ukitaka pesa yetu ingie, tuko na account. Kuja utumie account ya Sidon na imeandikwa Sidon. So na kitu ya pili, hufai kuwekewa pesa yako kama ulikuwa umekuja kutusaidia, na kama ulikuwa kutusaidia huyu mtoto hufai kuwekewa pesa kwa account yako. Na hata ukiwekea, kama wewe ni mwaminifu, hufai kuchukua pesa na ufunge mpaka simu zako uende nazo. So ile kitu yenye iko muhimu ni make sure umekuja mahali hapa ni kupea account yetu, kama ni pesa inatumwa hapo itumwe isaidie hawa watoto. Na ndio maana nimekuambia mimi si yuko hapa kugain Sidon, hata nikikufa Sidon itabaki kuwa Sidon. So wewe uko hapa na usaidizi wako, ungependa kutusaidia, kuja utusaidie, na huwa tuna appreciate kiberiti ya shilingi 5. Kila kitu ambayo hiyo unaona ni kidogo, hata nguo, ni msaada kwetu. So ukitaka kutumia hiyo namba nimewapea 0729 770 196, hiyo ndiye yenye utatumia unipigia. Kama kuna msaada tujue, kama ni account nikupatie uweke pesa hapo. Sawa, tumepata kuelewa kabisa. Asanti kwa muda wako mama. Mungu akubariki, Mungu aendelee kuzidishia kila kitu unachokifanya. Amen. Nanyi nimeshukuru sana, nimewaombea mfanikishwe, maisha yenu iendelee vizuri. Na wale wako pale watazamaji, tunaomba chakula. Kama wakati huu tunataka chakula kwa wingi, sababu hatuna chakula ya kutosha, na serious. Sababu hiyo serious inatusaidianga, kama hatuna mboga, tunakulia ugali, kama ni maharagwe, tunakulia mchere, tunakulia chapo. So serious ni muhimu sana. Hata ikikuja na roli serious itatusaidia. Asante sana. Tupatane wakati mwingine.